matendo. Maombi huleta matokeo. Imani huchochea matendo. Maombi huleta matokeo. Mungu wetu mtakatifu, Baba yetu, katika risali moja tunakwenda kuangalia kitu muhimu sana katika maisha yetu. Ninakusihi wewe ujuae kutengeneza vizuri akili zetu, tengeneza akili ya kila anayesikia na mimi ninayeongea, ili nikawasilishe kama unavyotaka. Baada ya somo hili watoto wako wawe na nguvu ya kushinda. Asante, maana umesikia na utatenda makubwa kuliko haya. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Kutengua kila silaha. Andika hiyo, kutengua kila silaha. Unaweza ukaandika hiyo, kutengua kila silaha. Na kwa vile lengo letu kubwa ni kufundisha na sio kuhubiri, na nyinyi hapa mnawakilisha watu walio wengi kule, ukiona kuna sehemu nimekuacha niambie tu, pastor, hapo rudia, sijakuelewa. Kwa uwakilisho watu wengi ambao wanatutazama, ili na wao waweze kuelewa vizuri. Kutengua kila silaha. Ukichunguza nchi ya Israel, hii ambayo mnaifahamu wenyewe, Israel sasa hivi hapa ni kanchi kadogo sana kwa hii mipaka walionao sasa hivi hapa. Tuko sawa sawa? Yaani sisi ni wakubwa kuliko wao. Ukilinganisha Israel na Tanzania, sisi ni wakubwa. Lebanon ndio kabisa ndogo sana. Sasa ukitazama Israel na Marekani ni kama vile hata mkoa sijui ni vitejo wa Marekani. Yaani ni kidogo sana. Lakini angalieni vita ya juzi. Inakupa picha uelewe kwamba wana uwezo wa kijeshi kiasi gani. Tuachizi propaganda za kimagharibi na mashariki sio na nini, sio nayoiongelea hapa hasa. Nataka tuangalie tu jinsi ambavyo wana uwezo mkubwa wa kijeshi. Ni kitu cha msingi sana cha kuangalia hiki. Sasa sikiliza. Ngoja nione kama nitaipata kwa haraka haraka hapa ili tuone saizi yake. Na ukilinganisha na hii nchi yetu ya Tanzania, ndipo utajua kwamba tatizo sio idadi kubwa ya watu. Tatizo ni ubongo. Nimesemaje hapo? Usitishwe na wingi wa watu. Ubongo. Haya, sikia. Israeli ina square kilomita 22,145. Umenisikia? Tanzania inakadiriwa kuwa na square kilomita 947,303. Inakadiriwa. Sasa ngoja nihakikishe kwamba vipimo vyangu ni sahihi. Kwa haraka haraka ni kama vile Tanzania inaingia mara ngapi? Israeli inaingia mara ngapi kwetu? Yaani calculator zimetuharibu. Mara ngapi? Aya, wamenirekebisha kidogo hapo wataalamu. Wanasema inakadiriwa sisi ni 1,885,800 square kilometer. Tuko sawa sawa? 880 ngapi? Wakati Israeli ni 22,145. Kwa hiyo haraka haraka ni kama Israeli inaingia kwetu mara 40. Kwa hisabati ya haraka haraka. Mara ngapi? Mara 40. Lakini angalia wakati wanapigwa juzi ya jamaa walivyokuwa wanapangua zile misaili. Hayo maroketi yote ambayo yalikuwa yanakuja. Yaani ile maroketi ambayo jamaa walikuwa wanapigwa yangekuja kwetu. Wana mfumo wa anga mkubwa wa kulinda kila kinachokuja na sio kwamba eti
yote yalikuwa yanapigwa kwamba yalishindwa. Hapana, kuna ambayo yalikuja lakini yakaelekezwa baharini. Nisikilize vizuri hapa. Baadhi yenu mnaonitazama hapa, katika vita ya kiroho kuna mashambulio mliyapata, mlipigwa na yaliwapata. Mengine yaliwapata mkiwa usingizini, mengine yaliwapata mkiwa macho, mengine yaliwapata mkiwa barabarani. Lakini kama ungelijua mbinu za kiroho, ungepangua kila silaha inayoletwa juu yako. Haleluya. Na mimi nahitaji leo kwa neno la Mungu la leo, muwe na ujasiri wa kupangua kila aina ya silaha ambayo inaletwa juu yako. Haleluya. Natamani tukiondoka hapa, mnajua sera yangu moja ambayo wanaisema kila mahali, ni kosa la jinai kwa mtoto wa Mungu kukimbia wachawi. Unakimbia unaenda wapi? Wao ndio natakiwa wafanye nini? Wakimbie. Kabisa. Ni kosa la jinai kwa mtoto wa Mungu ambaye anafanya biashara mahali kuanza kulalamika kwamba anasumbuliwa na wenzake kwa ushirikina, wanashambulia biashara yake. Ni kosa la jinai. Wewe unatakiwa wasumbue wao waje wakuuliza habari ya Mungu wako. Tumetenda kazi chini ya kiwango ambacho Mungu amekusudia. Na tatizo sio Mungu, tatizo ni sisi. Wale ambao mnasoma ile kitabu kile tunakiita Desire of Ages kwa ile kile cha kwetu cha mkoloni. Cha Kiswahili bado nahangaika na hii sura, sijaipata vizuri, mnaweza mkanisaidia baadaye. Lakini mwishoni kuna sura moja katika zile sura za mwisho anasema go and teach all the nations. Siku karibu mwishoni kule. Nimeinukuu sana juzi wakati naongea na watu wa Magomeni pale. Nimeinukuu sana, ile sura inanipa nguvu kubwa mno. Ellen White anasema injili ina nguvu ile ile kama ilivyokuwa zamani. Anasema kwa nini hatuoni matokeo leo? Yani chochote ambacho nakisoma kwenye Agano Jipya ambacho kilitendeka kama matendo ya mitume, utendaji wao, kila ambacho walikitenda, tunaweza kutenda leo tena zaidi ya pale kama tukielewa nguvu iliyoko ndani yetu. Mshike mkono jirani yako, mwambie unaweza kuelewa au bado? Bado. Yani namaanisha hivi, watatangaza hali ya hewa ya kwamba kuna kimbunga kinakuja. Wao kwenye sayansi yao wametangaza, na msiwaingilie kwa sababu ni haki yao. Wanakuambia kile ambacho wanakiona kwa satellite. Wanakiona kabisa kinakuja. Wanaona kimbunga kinakuja kitaleta madhara, lakini ni kazi yetu kuingia katika ulimwengu usioonekana kukirudisha. Ila nikiongea hivi kuna mtu ananitazama anasema, "Hivyo vitu mchungaji anavyoongea ni vya ukweli, lakini sidhani kama vitatendeka kwa mikono yangu." Wakati maandiko yanasema kwa mkono wa Paulo Mungu alitenda ishara na maajabu, hata leso iliyotoka mkononi mwa Paulo ilipowekwa juu ya wagonjwa walifanya nini? Walipona, na pepo aliondoka. Tena bado kabisa, kuna vingine vikitendeka hapa ikatokea tu ni mbaga, watasema ameingia Freemason. Maana siku hizi mwenye hela nyingi Freemason, lakini pia miujiza mingi ni Freemason. Sikatai, wako wahubiri ambao wanatumia nguvu za giza. Iko wazi kabisa. Sikatai. Lakini msije mkampa shetani utukufu mkasahau Mungu ana nguvu kuliko shetani. Ya Petro ndio ilikuwa kazi. Petro wagonjwa, ombea wagonjwa mpaka mzee watu wakachoka. Umri umeenda, lakini nguvu za Mungu zipo. Mwisho akasema, sasa atagusa wangapi? Watu wakaja na imani zao. Kuna watu wenye imani. Wakasema mimi sitaki hata aniguse. Kivuli chake tu. Wanavizia tu ile akipita tu pepo ametoka, mtu ni mzima. Niwaambieni, msione nikiongea haya maneno ni kwa sababu huko tunakoenda watakaoweza kushinda pambano ambalo liko mbele ni wenye imani iliyo hai. Huko tunakoenda ni kugumu kuliko akili yako inavyoweza kufikiria. Nguvu za giza ni kana kwamba zimeachiliwa, na wanafanya kazi serious kwa nguvu kubwa, maana anajua na wakati mchache sana. Sasa watoto wa Mungu ndio wamekaa wamekunja mikono, wametulia tukana kwamba yani kama vile mambo yako sawa. Hayako sawa. Sikiliza vizuri. Ukiona jambo linatajwa linaitwa ushoga, usagaji, transgender, ukisikia vinatajwa hivyo vitu vinafanya kazi kwa nguvu, sio swala la kibiolojia. Ni malaika waovu wapo kwenye kazi. Wako serious kabisa na kazi, wako serious mno. Wewe inakuwaje mtoto wa kiume anaibuka tu anasema mimi naona nibadilike? Uwe nani?
Kuna chuo kimoja cha kanisa fulani na hifadhi, na hilo kanisa naliheshimu kweli kweli. Nilikuwa naangalia usajili juzi. Unaposajili unasajili unafikia sehemu pale ya jinsia, wameandika kabisa male, female, alafu kuna ka option kama hiyo, I prefer not to say. Nikasema chuo cha kanisa yani you prefer not to say kwamba wewe sio mwanamume wala sio. Tunaishi wakati gani? Sasa Mungu atusaidie sana. Shetani ana mawakala kila mahali, kila kona. Ndugu zangu, bila nguvu za Mungu hatuwezi kuishi. Njoo kwenye masuala ya afya. Vitu vingine naviongea hapa ili nyinyi ambao mmepewa neema ya kusoma tafiti mbalimbali, nenda kasome research ukaone kile ambacho nakisema. Kumekuwa na tatizo kubwa la plastic particles, vipande vya plastic kwenye miili ya binadamu. Ni tatizo kubwa ambalo hatukulijua. Lakini researchers karibuni ndio wakashtuka, nasema jamani, tumeona vipande vya plastiki, ni small plastic particles kwenye miili ya binadamu, kwenye miili ya cadaver. Sasa tumeangalia, tumeshtuka, hiki ni kitu gani? Wakaamua kuchunguza miili mingi. Sasa tumeona ni shida kubwa, lakini mojawapo ya hizo plastic particles zinapambana au zinaathiri mfumo wetu wa kutengeneza hormone. Unisikilize vizuri hapa. Madaktari walioko hapo wanajua kinachokisema. Sasa hivi kumekuwa na tatizo kubwa tunaita low sperm count. Nikisema hivyo niweke tasfida. Uzazi wa kiume umeenda chini. Mkienda kupima mara nyingi na kupima, mtaalamu anakuambia tumechunguza lakini tumeona kama hawa jamaa hawana mkia. Ni kweli, sio kwamba nakudanganya. Hawana mkia, kwa hiyo hawezi kuogelea. Mwingine anakuambia lakini wana mkia ila kichwa kimefanya nini? Nani ameponda? Lazima ujiulize. Vita iko kila mahali, tunakamata. Wakati nasoma plastic particles nikasema tunakwepa wapi? Dr. Joseph Mekola ameongea barizi muda mrefu, akaonekana kama akili zake sio nzuri. Wako wengi ambao wameongea, lakini nilishtuka nilipoona mchezo unapotoka, nikasema watoto wa Mungu wanahitajiwa kuomba sana. Namba 1, watoto wetu wadogo hawa tunawanywesha maziwa wakiwa wadogo kwenye chupa. Chupa za nini zile? Kile kinyonyeo. Ukisema umekwepa hapo, unakuja hawa tu sisi watu wa kawaida. Nikisema watu wa kawaida mnanielewa. Umepata chupa yako ya Kilimanjaro, umeweka maji, umekunywa maji. Ile chupa ilikusudiwa baada ya pale itupwe. Sisi tunawekea maziwa plastic particles. Wengine tunawekea na maji ya kunywa mengine ya plastic particles. Hiyo ni cha mtoto. Yaani nimekuambia kitu kidogo. Hapa naongea tu plastic particles. Sijaja kuongea habari ya fluoride kwenye dawa za meno. Njoo angalia plastic particles hizo zinavyotisha. Wanakuambia chupa ya maji ya kunywa ikipata joto inaachia zile plastic particles, zinaingia kwenye, na ni ndogo kiasi kwamba huwezi kwa unakunywa tu. Haya, toka hapo kwenye hizo chupa, ndoo za mafuta ya kupikia ambazo ndo tunawekea maji. Nimesemaje hapa? Unaona, nikwambia inatakiwa kuomba sana. Ni kama tumewindwa kila. Hiki ninachokuambia, nenda kasome research, zipo za kutosha juu ya madhara haya. Na tumezoea kawaida ya Korea sio ya nini, ikiisha osha vizuri. Kanatuma kabinti kanaitwa Neema sugua kabisa hapo na sabuni ya omo. Haya, tumeambiwa tuchemshi. Mnachemsha maji hayo, yanachemshwa, mnamweka kwenye ile ndoo ya moto hivyo plastic particles. Kuna watu inawahusu hapa. Nilipoisoma hiyo nikasema mbona hii mandoo imetuta wengi? Nikamtumia dokta mmoja ambaye ni kati hili kundi la wanafanya research ni Marekani. Nikamwambia dokta, huko tu Afrika tumezoea hizi ndo tunatumia sana. Akaniambia tena angalau mzisome huku chini muone kama imeandikwa BPA free au vipi. Nikasema hatuna muda wa kusoma. Watanzania huwa hatusomagi. Sisi tunajua kutumia tu.
Sasa alichonitisha akaniambia tutapambana kote huko, lakini bado pamoja na utafiti tunaongea wao watu wakimbie, lakini Mungu ndio kila kitu. Nikasema nafuni nimekutana na mtu ambaye anamjua nani? Mungu. Nikamwambia kwa nini umesema Mungu ndio kila kitu? Anasema tukitoka hapo tuna tena madumu yamewekwa ya neti, madumu matenki ambayo mnawekea maji, hasa kule kwenu Afrika kwenye nchi za joto, na yana rangi nyeusi, ambayo kisayansi rangi nyeusi. Jamani, tunaanza kuelewana sasa Ndio maana nasema hiki kizazi kinamhitaji Mungu kuliko kizazi kingine chochote. Hata kama unajidai, huwezi kuishi bila baraka ya Mungu, bila Mungu kukukinga. Toka hapo sasa, ukipata muda unaweza ukaangalia kwa muda. Wakati niko Magomeni siku 10 za maombi, nilikuwa na mada ya siku 3 mfululizo, nimeongelea habari ya sheria za asili. Ziko moja hapo inaitwa karma. Karma ni kanuni ya kwamba unachokitenda chochote, unachokiongea ni mbegu. Kwa hiyo ikiwa una mtu ulimuumiza, uliomtendea vile, ile ni mbegu umeotesha. Na huwa Mhindi punje moja hairudishi punje, inaleta punje ngapi? Umeanza kunielewa sasa hiyo natural laws lazima uzijue, hizo zipo pia na zenyewe. Zipo. Ila kuna namna pia kureverse kila kitu. Njoo kwenye maneno ni spells. Ndio maana mtu anaweza kuambia wewe hutoboi kwenye maisha. Lile neno ukiliamini ukalibeba, inakuwa hiyo hivyo na hutoboi kwenye maisha. Na ukitoka hapo kuna kujiongea wewe mwenyewe, unajisemesha wewe mwenyewe. Mimi naona story. Shetani hana nguvu yoyote ile isipokuwa anatumia nguvu ya asili tulionayo tayari. Ndio maana huwezi kusikia shetani ameloga mtu. Ni uongo mkubwa. Haji, ila anatumia watu. Hata kuuliza mtu yote, muulize katika maisha yako yote, umewahi kumuona shetani kwa macho? Hakuna mtu amewahi kumuona shetani kwa macho. Na ikatokea siku umemuona, ni uongo, ni mazingaongo anakufanyia hayo. Hakuna kitu kama hicho. Elewa ya kwamba Mungu amekupa uwezo wa kupangua kila silaha itakayoletwa. Haleluya. Ukielewa hii kanuni hii, hata kama ukutane na kinyamkera usiku, unaona kabisa hicho, na wengine hata kinyamkera hawakijui, kibwengo hawavielewe, hadi uvione ndipo utaelewa. Unatembea usiku, hata kama ni mlevi, pombe inafanya nini? Inaisha. Unashangaa tu kunapita. Wewe umewahi kufika sehemu umekaa na wenzako mnakula chakula, umevaa kofia yako, yaani ukishtuka kofia iko pale, unajiuliza imeendaje? Soma sura ya 54 ya Isaya, fungu lile la 14. Anasema utathibitika katika haki. Mnakumbuka sentensi utathibitika katika haki. Ndio tulianza nayo wakati ule, nikasema hivi, kuthibitika katika haki na maana ngapi? 2. Ya kwanza, tendeni nini jamani? Tendeni haki. Lakini ya pili, haki ya Kristo Yesu. Kinachotupa ushindi katika vita yoyote ya kiroho ni haki ya Yesu Kristo. Haleluya. Ndio sababu nakuambia usiku, hata kama usikie bundi wanalia, usikie chochote, usiogope kulogwa, kwa sababu ni rahisi namna hii. Kama Yesu analogwa, basi na wewe utalogwa. Lakini pastor, mbona kuna saa mambo yanatupata? Ndio, lakini hayatakumaliza. Haleluya. Hakuna mcha Mungu anayeuawa na wachawi. Mimi niombe watu, nipeni ushahidi. Hakuna. Ni kwamba tu shetani ana tabia. Msiba umetokea wa kawaida kabisa. Ile kawaida kabisa. Ambao mazingira kawaida. Shetani anachukua credit. Sisi ndio tumemshughulikia. Tarehe zilifika, hakuna cha kumshughulikia. Aliyempokea Yesu Kristo alivyo, ndivyo na wewe ulivyo katika ulimwengu huu. Haleluya. Nani ambaye anamiliki funguo za mauti na kuzimu sasa hivi tunavyoongea? Sasa pressure ya nini? Ni Yesu Kristo. Watakuwekea sumu, yani kabla hujanywa ile sumu utaota usiku wake. Na Mungu akikuona wewe ni mbishi, amekuotesha, lakini bado unaenda kula kile chakula, atasababisha boda ikuvunje mguu. Mtu analamika, mbona hiyo boda imenivunja? Mungu anasema, nimeona mtoto wangu kichwa wangu. Mungu atusaidie sana.
mnalindwa na nguvu za Mungu. Haleluya. Unajua ukielewa kinachokuambia hutaogopa chochote. Sisi kule Upareni na Usambani kuna aina fulani vya uchawi ambao tunaita zongo. Unatazama tu namna hii, ukipigwa tu ile jicho habari imeisha. Sasa kuna mmoja alinionyesha kule Lushoto, ananiambia unamwona huyo mama huyo? Sema angalia kwa makini. Vipi? Sasa ana zongo huyo, akipiga jicho tu hivi hata maziwa fresh yanakuwa mgando. Nikamwambia huyu ndio namtaka sasa, ili yale maziwa kidogo afanye ya mgando haraka ninywe. Sikilizeni mwambieni watoto wa Mungu mlioko hapa, mngelijua nguvu ya Baba yenu wa mbinguni, msingeliogopa chochote. Utathibitishwa katika haki. Nikisema haki ni nini? Kuna saa utaona mashambulio yanakuja ya kiroho, na ukiangalia ndani ya moyo wako unasikia hatia ya dhambi ya ukweli. Nimesema dhambi ya nini? Sio ya uongo, ni ukweli kabisa, wewe dhambi uliitenda kabisa. Unapoona unaambiwa dhambi ya ukweli uliyoitenda, na wakati kuna shambulio linakuja, utende kitu gani ili kuepuka mashambulio? Cha kwanza, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atatuondolea dhambi zetu ngapi? Zote. Na atauondoa mpaka na udhalimu wetu. Cha kwanza ni toba. Usilale bila kutubu. Usikubali tabia kuingia kwenye kitanda hujatubu na kuungama dhambi zako. Usikubali. Ndio maana pia naomba watoto wa Mungu, kila ukitembea barabarani, unatembea, tumia huo muda kuongea na Mungu. Hatuongei na Mungu tukiwa nyumbani tu, tunaongea na Mungu hata kama unapika, unaendesha gari, unaongea na Mungu. Akili ikiwa tu pale imeunganika na Mungu, ni muda pia wa kutubu. Mwambie Mungu, nisamehe dhambi ninazojua na nisizozijua. Na ukitubu, amini umesamehewa. Shetani atachukua kigoda, atasogea pale, anamwambia we, unaomba? Ole wako mjibu. Msijibizane na shetani, alimzidi mama yetu. Unaomba? Unamwambia ndio. Sio unamjibu nini huyu? Hivi na wewe kweli Mungu atakusikia kweli? Hapo Magomeni juzi tumemaliza pale training ya watu na watu namna kufanya maombi pale na nini. Wana timu nzuri sana maombi. Wazee wananiaga pale ofisini, pap anaingizwa mtu. Kumbe wakati tunafanya maombi ya kuagana ya mwisho, kuna mtu mmoja akadondoka pale akaja. Kwa hiyo ameingizwa, yule dada ameletwa mzuga pale ndani. Wanaambia pastor, mhudumie. Akamwambia mimi. Mhudumie. Nikamwambia hawa nilioweka wakfu hapo ni akina nani? Nikawaacha nikatoka. Mzee mmoja wa kanisa akasema hapana, ngoja tuombe. Wakamwombea mpaka akawa sawa. Nimekuja kukutana na yule binti kesho yake. Ndio nakutana naye. Anasimulia storage maisha yake jinsi alivyo na nini. Nikasema namshukuru Mungu amenisimulia hii habari nikiwa na yeye na mama yake mlezi. Wale waombaji hawajaisikia, maana wangeisikia kabla ya kuomba. Ni binti ambaye ana nguvu za ajabu. Akikwambia kitu kinatokea exactly kama alivyokuambia. Kwa akimtazama tu mtu akisema tu fulani huyu, mbona kama atakufa? Hesabu tu. Sasa ya mwisho kabisa alifiwa na mtoto. Najua na yeye kuna sana angalia masomo haya, kwa hiyo anajua history vizuri kuliko mimi. Alifiwa na mtoto kwenye mazingira ya ajabu. Polisi wakaitwa. Kwa sababu ile mazingira ilionekana kama kuna tukio limetokea, kwa hiyo ikabidi polisi waitwe pale. Yeye kwenye kumbukumbu zake anakumbuka tu akishtuliwa kitandani kwamba polisi wanakuita hapo chini. Maana ilionekana kama huenda amehusika, mtu mwingine amehusika. Akashuka pale kwenda. Akamtazama polisi anayemhoji. Alichofanya tu alimshika polisi hapo. Akamnyanyua. Na mkono mmoja hii. Baadaye anasema huruma ikamshika, akamwachia, akamshusha chini. Polisi mwingine wa kiume akaja anamfokea. Wewe unamfanyaje hapa afande hivyo? Naye akamkamata tu. Akatulia. Kuna mtu mmoja ambaye sijui alikuwa anatumia nguvu gani, mimi hiyo sijui. Lakini akaja akamwambia mwacheni.
Kuna namna kaongea naye, akatulia, akamwambia kubali, nenda polisi ukahojiwe, akakubali, akaenda kuhojiwa. Lakini kwa kifupi alikuwa anafanya vitu vya ajabu. Sasa wakati wanasimulia, tuko mimi, mama anayemlea, tulikuwa watatu hapo tu nyumbani ambako alikuwa anafanya kazi kama binti wa ndani wa kazi. Yani hata kama chombo ni kigumu kiasi gani, akikishika tu hivi kinafanya nini? Akushike koo. Kule alipokuwa anaombewa Magomeni, alishikwa na watu, nadhani swali aliniambia kama watu 4 5 hivi ndio waliweza kumdhibiti. Na wakati huo tuko sisi watu wangapi? 2 kwenye ofisi pale kanisa la Mwenge, ndio alienda kumuonea pale. Kuonekana kwamba mama mlezi naye ananitazama, kwamba pastor, hii shughuli tunatokaje hapa? Lakini saa ilipofika aliishiwa na nguvu kabisa, akana garagara chini, akafunguliwa, akapona milele. Ninawaambieni haya haleluya, ili mjue mnaye Mungu ambaye ni baba yenu. Usiogope, utathibitishwa katika haki ya Kristo Yesu. Hata wakati mwingine wana maombi, unaweza mkaambia jamani, njoni tumuombe mgonjwa hapo, mnaitwa njoni. Watu wanaanza kupiga chenga. Wewe unapiga chenga nini? Akamwambia sijajitakasa. We, nani awezaye kujitakasa? Mwenyewe. Damu ya Yesu yatosha. Haleluya. Mungu ameweka nguvu ndani yenu. Kwa nguvu hii mnaweza kupangua silaha ngapi? Zote za adui. Wamekunuizia mabaya, wewe unapangua tu. Haleluya. Nenda fungu la 15, la 15 mzee. 15 anasema tazama, yamkini watakusanyana. Umesikia? Lakini si kwa shauri langu. Stop. Mungu hajasema ya kwamba hamtapambana na watu hawatashindwa. Kwa lugha nyingine, usije ukadhani kwamba maombi yako yatazuia vikao kinyume na wewe. Vikao vitakaa. Jamani, mnanielewa hapo Vikao vitafanya nini? Vitakaa. Lakini nakwambia sio kwa shauri langu, sikuwatuma wakae kikao. Usiogope vikao. Kama hivyo vikao havina baraka ya Mungu, hakuna ambaye atafanikiwa kwa kukaa vikao. Hajasema vikao havitakaa, vikao vitakaa, lakini sio kwa shauri la Bwana. Endelea kidogo mzee. Anasema watu wote watakao kusanyika, watakao kusanyana juu yako, ndio wataanguka kwa ajili yako. Yani wakikaa tu vikao ile, haleluya. Yeye natamani kila mmoja uipate hii. Yani wakati ile vikao wanakaa tu kujadili hivi, wao ni wanaanguka. Wanasambaratika, unashtuka hivi imekuwa kwa ajabu. Mmoja wao anakuja kukuambia, juzi mada yako ililetwa kwenye kikao. Watu wamevurugana humo. Wewe kumwona unasema asante Yesu, umetenda Yesu, haleluya. Watavurugana kwenye vikao. Kwa nini nasema haya ndugu zangu? Narudia tena, natamani watoto wa Mungu muishi kwenye raha ya kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yenu. Usiishi katika msongo na mateso. Endelea kidogo. 16. Anasema tazama, mimi niliyemuumba muunzi, hafukutaye moto na mkaa na kufua silaha. Ni mimi pia niliyemuumba mwangamizi anayeangamiza. Na 17. Turudi Kiswahili cha zamani sasa. Pote tunaenda. Tazama, nimemuumba muhunzi abukatae moto wa makaa. Sasa naomba mnitazame wote hapa. Muhunzi zama hizo wenzetu walikuwa wanatengeneza, wanachukua mkaa na moto, wana mashine za kienyeji. Hata sasa hivi baadhi ya familia zinayo. Wanaifukutisha hivi.
moto unakuwa ni mkali mpaka chuma kinayeyuka. Kwa Mungu anasema hivi, relax hapo kidogo, relax kidogo. Anayetengeneza hizi zana za kutengeneza silaha nimemuumba mimi, na anayeunda hizi silaha nimemuumba mimi. Na huyu ambaye anakuja kukuharibu, huyo mharibu anayetajwa hapo, Mungu anasema naye pia nimemuumba mimi. Unajua maana yake nini? Sio kwamba Mungu anaumba watu waje kutuharibu, ila anakuambia hata anayekuja kuharibu nimemuumba mimi, kiasi kwamba ninaweza kumtawala asitende chochote, maana mimi ni bosi wa wote. Haleluya! Hii ukielewa, woga wote utaisha. Watoto wa Mungu, nasema hivi, umetoka nje umekuta hirizi imefungwa hapo, ni kwa sababu tu ile hirizi ni matambaa machafu yana wadudu. Ingelikuwa vinginevyo ningekuambia saga saga, kunywa juice, lakini sasa ni kitambaa libaya, unaweza kusababisha matatizo mengine. Lakini ukiona hapo, achana nalo, kanyaka kabisa, choma moto kabisa kabisa, maana wewe bosi wetu sisi, huyo ambaye ndiye mkuu wa yote, ndiye baba yetu sisi. Tumeishi kwa woga, unaogopa. Kuna saa unakuta mtu kabisa huyo amechora madudu yake ya Kiarabu, amefunga kwenye karatasi hivi, anakuja, unaliona, ukiona unajua hata omba yetu yenyewe ya kukemea ina dalili ya woga ndani yake. Mtu anavyokemea tu, hili kemeo la woga, sio kemeo la mtu mwenye ujasiri. Hili halina ujasiri. Ushindwe kwa jina la Yesu. Kemeo gani hilo? Na ukitoka hapo uwe ni mwoga, usiku ukilala ni maombi ya mnyororo. Kisa ni nini? Uliona jina lako limeandikwa na karatasi ya Kiarabu imeweka na mkaa. Kwa usiku nisipoomba sana hapa sitoboi. Saa 8 hiyo, baba Mungu, utatamani upigane. Maombi ya woga hayo. Mbona kwa kiasi hiki? Mungu anakuambia huyo ambaye wewe unamuita mchawi huyo, huyo ambaye unamuita mchawi huyo ambaye sio ameenda kwa mganga huko, sio Sumbawanga, sio Tanga huko, wakatengeneza mambo. Mungu anakuambia hivi, hata huyo mganga wa Sumbawanga na Tanga na Zanzibar nimemuumba mimi. Sikumtuma afanye uganga, ila nimemuumba. Kwa Mungu ana uwezo wa kutenda kitu huyo mganga hata alale usingizi usiku asikumbuke kufanya chochote kile. Yaani Mungu ana uwezo wote. Kama Mungu wetu ana nguvu kiasi hiki, woga wa nini? Tunaye Mungu mbinguni. Nasema nimemuumba huyo mganga, nimemuumba huyo anayechanganya. Unajua uchawi ni nini? Kiukweli uchawi ni formula. Sitaki kwenda kwa kina sana, maana shetani hana jipya, amekopi na kupesti. Na sitaki kwenda kwa kina sana kwa sababu natazamwa na wengi, na zingine ni siri za ufalme, haziruhusiwi wasio wa ufalme huu kuzijua. Mpaka wanafunzi wa Yesu wakamwambia, mbona unaongea nao kwa mifano? Akasema ili kusikia, lakini wasifanye nini? Wasije wakaelewa. Kielewa ni tabu. Hebu kidogo tunakuchokoza wewe msomaji wa Biblia, alafu utaniambia kwamba hii kitu ukiitenda leo hii si utaitwa mchawi kweli wewe? Nakupa tu mfano wa haraka. Mnamkumbuka Yakobo? Malipo yake ilikuwa ni viumbe wale kondoo wenye nini? Aliwapataje wenye mabaka? Fimbo ya nini? Mti gani? Unajua jina lake ule mti? Mti wa mlozi. Mlozi ni nani? Ijapokuwa kiukweli neno mlozi pale haina maana ya uchawi, ina maana ya almond. Ni hizi almond hizi. Lakini alichukua akachukua ule mti akakata ikawa na mabaka. Alafu anaambiwa hivi, sikia vizuri ile kitu. Anasema nenda ukaweke chini ya maji. Akaweka pale. Nao walipokuja kunywa wenye mimba, mara walipoona zile fimbo mle ndani, watoto mle ndani wote wakawa na nini? Mabaka. Nenda kasome ile hadithi, usiishie hapo. Yakobo anakuja kusimulia baadaye kwa watoto wa Labani walipoanza kumwambia kwamba wewe umetajirika kwa mali ya baba yetu sio na nini. Akawasimulia story hii, akamwambia kitu kilitendeka katika ulimwengu usioonekana. Iko pale pale imeandikwa kabisa. Yuko. Yakobo akawasimulia akasema, baba yenu alinidhulumu mali, lakini alivyogeuza malipo yangu kuelekea kwenye hao wenye mabaka, anasema ndipo natazama usiku nilipokuwa nimelala, nami nikaona
Kondoo wengi sana wamejaa. Anasema na mabeberu waliowapanda wote walikuwa na mabaka. Ni kitu kilitendeka katika ulimwengu usio. Ukikuta mfanyakazi wako pale nyumbani anakufanyia kitu kama hiki, utamwita nani? Ila kwa sababu Yakobo ndio kafanya, hatumwiti mchawi. Mchungaji, mimi sikuelewi. Utanielewa mbele ya safari. Nimekuambia hao wachawi ni formula, na ukitaka uwadhibiti unaweza kabisa. Umepewa hiyo nguvu. Moja hapo ni hii. Ukitaka mchawi asikuweze yoyote, usiruhusu woga. Hata kama kutishie na mandumba yake. Yaani kwambia hivi, usiku amka usiku, alafu ona kabisa panya anapita wa kichawi kabisa, na unamsikia kabisa panya anakuambia habari yako, mwambie nzuri. Ataondoka naye anawaza huyu mtu ni hatari kabisa huyu. Lakini umemwona kapaka kanapita hapo, unashangaa huyu paka wa namna gani? Au panya wa namna gani huyu? Unashangaa panya kabisa anakutazama, alafu ananyanyua mkono wake na kesho unaanza kuwaza yeye nimekuisha. Umefungua mlango wewe mwenyewe. Muone kabisa. Tena ukimwona kabisa anapunga mkono, hey, ukimtazama hivi sema hivi, umekwama. Mwambie kabisa umekwama, nenda kajaribu kwingine, lakini kwa hapa umefanya nini? Umekwama. Mungu atusaidie sana. Kuna jamaa wangu nilimpenda sana, ana imani sana. Sitawaambia jina lake leo maana hajaniruhusu. Tumeenda mahali kula chakula. Kumbe jamaa amemtega. Wanashindana wenyewe kwa wenyewe. Yeye ni mtu wa Mungu, yeye hataki mambo ya ushirikina kule kijijini kwao. Kwa hiyo wakaleta chakula, wakaweka vitu. Wamepanga vizuri kile chakula kabisa. Na ilikuwa ndio kiangukie mimi. Wamepanga ile kaja kwa jamaa yangu hapa. Ila amekishika tu namna hii. Akanigusa, akaniambia nikwambie kitu wewe. Anasema wananipima. Akamwambia nani? Anasema hapa kijijini nilikataa mambo ya kimizimu. Akamwambia acha mambo ya woga bwana. Anasema sio kwamba ni woga. Mzigo huko hapa kwenye hii bakuli. Mzigo gani? Asa subiri nikuonyeshe. Bana yule jamani jasiri bwana. Akashusha vidole kwenye ile bakuli. Unajua bakuli za vijijini, zile bakuli zetu zile, huwezi kuzielewa mpaka uende. Bakuli moja kubwa ya plastiki ambayo huku chini huku inakuwa na kamviringo kale kalia kale. Jamaa akapika hivi chap, akatoa kitu kimewekwa mle ndani kule. Akanambia hiki hapa. Kaambia ni nini? Akasema subiri, na aliyeweka namjua. Miliona kama movie. Akamuita shangazi. No, ilikuwa ni mtoto wa shangazi yake. Akamwambia njoo. Mwambie fulani aje. Akaja straight mpaka pale. Akasema hamjaacha ujinga. Yaani unajua mpaka nilifurahi. Akasema jamani jasiri. Hamjaacha ujinga wenu. Ninamuona yule ambaye ameita pale anatetemeka kwa woga kabisa. Jamaa anambia unaona? Washenzi sana hao. Yule anatetemeka kabisa, naogopa. Akaambia ujinga mjaacha. Hamjaacha bado tu. Niliwaambieni kabisa kwamba hapa hamtoboi. Mimi nimezingirwa na damu ya Yesu, si madudu yenu haya. Yuko tu hivi. Sasa na yeye akaleta ubabe. Mimi ule ubabe sina. Wanaweza watu watarime peke yao. Akamwambia njoo, lamba. We, hapana. Lamba. Aligoma lakini akarudisha sema ya nenda ukamwage, nenda kawaambie. Nenda ukawaambie. Wasipokuja kuniomba msamaha nikirudi Dar es Salaam, watapukutika mmoja baada ya mwingine. Sina maana kwamba tukawatishie watu hivyo. Ila natamani ukikanyaga kijijini kwenu, wajue amekuja mtoto wa Mungu aliye hai. Hivyo mnajua ni kosa hata ile kukwepa nyumba. Mimi nilo nikisema hivyo umeenda kijijini kwenu unaambia hapo usiende. Kwa nini sasa? Hiyo nyumba sio wazuri hiyo. Mungu wako ni mdogo kiasi hicho. Yaani una Mungu mdogo kiasi kwamba ukiingia pale kwenye nyumba watakuloga. Dada yangu na msifu.
Yani Mungu wako amekuwa mdogo kiasi hicho mpaka unaogopa mimi hapo siingii. Mimi nataka wababe wa kiroho. Wanakwambia nyumba usiingie, unaambia twende tukawasalimie. Alafu kiko natoa oda kabisa. Tengenezeni chakula jamani, tule, nina njaa. Tule. Kwa mila za kipare ambazo hazijaandikwa, huwezi kumkaribisha mpare chakula mara akala. Bwana karibu. Haya. Wa wapi huyu? Huwa inabidi urudie mara kadhaa kwamba una uhakika kweli unamaanisha. Na sio kawaida unafika mahali tunapea jamani na njaa nipikieni. Kwanza watakushangaa. Wewe ukoje wewe? Ila mimi nilifanya hivyo sehemu ambayo nilikatazwa, nikaambia hapa usile. Hapa usile, mambo sio mazuri. Nikamwambia tena leo nina njaa. Tukaingia huko na shangazi yangu. Nikamwambia jamani kuna makande huko. Unajua ile makande aliyopikwa kwenye chungu yana ladha yake yale, sio kama haya kwenye sufuria haya. Leta na mtindi kabisa. Huku shangazi kana kwamba anasema huyu mtoto jamani. Huyu mtoto imekuaje? Hakuna silaha ambayo imetengenezwa kinyume na wewe itakayofanikiwa. Haipo. Hao wote mnaowaita wachawi, hao wote usiwaogope. Kuwa jasiri kweli kweli. Tena advertisement ya kwanza kabisa, nenda pale kamuombe nini? Maji ya kunywa. Fika tu kabisa mwambie nimekuja hapa. Kwanza naye anashangaa watu waombagi maji hapa. Wewe una ujasiri gani? Sasa tatizo la kwako ni hili. Utakunywa yale maji, baada ya pale unaanza kukagua tumbo. Ukisikia tu ndio hiyo. Ndio hiyo nini? Ndugu zangu, natamani kumleta kwenu Mungu mwenye nguvu kuliko wote. Huyu ndiye natamani aingie kwenye akili zenu. Kule kazini kwenu mmeonewa na kuteswa, wakati maandiko yametuambia utakaa mbali na kuonewa. Utakaa mbali na kuonewa. Kama unaonewa kazini, tena mimi challenge hii naitoa kwa Wakristo wote. Nikisema Wakristo namaanisha wanamjua Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Mpo kazini, wacha Mungu 3, 4, 5, na mtu mmoja anawatesa na analalamika. Hiyo ni aibu kabisa. Unganeni 3, 5 wengine kwenye maombi ya kufunga kabisa, funga na kuomba. Mwambie Bwana, mateso tunapitia kuhusu yatosha. Tunaomba jambo la kwanza, aache tabia yake mbaya ili aendelee katika hii kazi. Kama haachi, mhamishe. Yoyote mtakao yafunga hapa yatafungwa. Shida tumeishi kama vile hatujamjua Mungu wetu. Waoga. Mmoja alinifuata juzi pale akaniambia, pastor, nakuona unaongea kwa ujasiri sana. Nikuulize swali. Nikamwambia niulize. Kuna siku mchungaji umewahi kusongesha? Nikamwambia hii hapa. Ngoja nikuonyeshe nasongesha. Sasa inakuwa kwaje? Kama ni simple. Kama na jambo la kusongesha nitasongesha. Ila mimi sivunji line. Maana nyie mkisongesha madeni limekuwa kubwa, unavunja line, unaenda kusajili mtandao mwingine. Hiyo ni dhambi utakutana nayo siku ya hukumu. Lakini maana yangu ni nini? Alitaka kuuliza kwamba mchungaji, kuna siku na wewe unapata msongo kwa sababu una hela? Ndio. Unakuja, mimi ni mtu, lakini siruhusu ukae kichwani. Ule msongo tu ukija, una hela leo, kuna jukumu hili na hili na hili. Unakuja kidogo, kama hupati msongo kabisa, wewe ni mgonjwa wa akili. Yaani hata kidogo una msongo hata kidogo. Ni kama vile ukiona kila unachofanya watu wote wanakikubali, hiyo ni dalili ya ugonjwa wa akili. Ukiona tena unafanya kitu watu wote wanakikataa, hiyo pia ni dalili ya ugonjwa wa... Si kama mmenielewa hapo. Yaani haiwezekani ukakubaliwa na watu wangapi? Wote.
Alafu haiwezekani ukachukiwa na watu wote. Yaani ukishakuta tu watu wote wanakuchukia, wahi haraka kwa daktari. Mwambie, mimi naona watu wote wananichukia, nisaidie. Maana haiwezekani. Ukiona umekubaliwa na watu wote, nenda mwambie dokta haraka sana, dokta, mimi naona kila mtu ananikubali. Atakwambia kaa, tukudawa. Maana haiwezekani. Ukiona pia huna msongo kabisa, una ugonjwa wa akili. Kuna mimi msongo unakuja, ila ukija nina namna ninaupangua akilini. Ada Januari hii, si unajua hii Januari Januari nilikuwa da, nimerudi. Nafika hapo, bwana mdogo Dani ananiambia, baba, una barua yako. Habia, hebu ilete. Kuona tu pale, unaielewa ile barua, kuna maandishi yako pale. Ukiatazama tu hivi unaelewa kwamba nini kinatajwa hapa. Sasa unafanyaje? Na mimi nakwambia kanuni moja ya kwanza. Maneno na fikra na hisia, nguvu ya hisia ina nguvu kutengeneza jambo. Amini nawaambia, yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka, ukatupe wapi? Bahari. Sikia sentence. Anasema asione shaka wapi? Umeona mgogoro ulipo Unaweza kutamka kitu hapa, lakini hapa asione shaka hapa, ila aamini ya kwamba ayaombayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa nikiangalia tu ile papo, hata mchungaji umekuta kabisa kabarua kana deni la ada ya mtoto, unafanyaje? Cha kwanza kabisa, mshukuru Mungu kwa kuwa na mtoto anayeenda shule. Acha malalamishi. Yada baba, nitatoa wapi? Ukipiga tipo, baba asante, na mtoto anaenda shule na kutukuza Mungu. Shetani anakuambia tena, pamoja na kumtukuza Mungu, ada inahitajika. Rudi tazame ile ada, mwambie Mungu, kwanza ninakushukuru maana ninaaminiwa kiasi kwamba hata nadaiwa. Tembea kwa shukrani. Haleluya. Lakini kingine ni kauli, ni kinga yangu nzuri sana. Mtu hataishi kwa mkate tu. Ukianza kujenga akilini, jenga picha ya Mungu ambaye anaweza akatoa kila unachokihitaji tena na kuzidi kwa njia ya imani. Jenga hiyo picha akilini mwako. Adui atakutisha, lakini mwambie ninaye baba. Haleluya. Sasa pastor, baada ya hapo nini kinaendelea? Stop. Hakikisha ya kwamba katika maisha yako ukipitia changamoto yoyote ile, iwe ni ya kiuchumi, iwe ni ya kiroho, iwe ni mwili wako, yoyote hayo ambayo yataji katika listi, usikimbilie kuomba baraka ya kiuchumi, usikimbilie kuomba pesa kwanza mbele za Mungu. Omba hekima. Hekima italeta pesa. Haleluya. Hekima italeta kila unachokihitaji. Hekima, omba kibali, omba kukubalika. Kukubalika kunakupa nguvu. Hata ukimwona mtu unamwambia bwana nakukibali, utarudisha. Kibali kilivyo na nguvu, kuna siku ile $200 amekupa, umeenda kulipa, unakutana naye tena nakwambia, hivi wewe nakudai ngapi? Sema $200. Tupoteze. Ila huna kibali sasa. Hata kama unauza dhahabu, watu wanaishia tu kuambia, shilingi ngapi? Kiasi kadhaa ngapi? Asante, nzuri. Wameondoka. Pangua kila silaha inayoletwa dhidi yako kwa neno la Mungu. Haleluya. Sisi hatuweki hirizi, hatuweki mazindiko kwenye nyumba zetu, ila tunatamka matamko ya kiroho. Mtoto wako anatoka anaenda shule, huyo unamwona yule anavyoenda, ikiwa unaweza kumwona, au unamfungasha ili aweze kuondoka. Ukimwona anapita namna hii, ndani ya moyo wako unamwona anatembea, tamka, na wazao wako watalindwa na Bwana. Hata hasikii, ile unamtamkia tu moyoni. Sasa mchungaji, inawezekana labda niko safari, amefika muda wa kwenda shule, niko naye mbali na nini. Sikiliza nikwambie, ulimwengu wa kiroho sio lazima uwepo. Unaweza ukawepo mahali kiroho, lakini kimwili haupo. Kasome maandiko yako vizuri. Paulo anasema kabisa, niko nanyi kiroho,
japokuwa sipo nanyi kimwili. Akili yako yote iko kwa mtoto wako, akili iko kule nyumbani, akili iko waza tu akilini mwako, na ukiwaza vile tamka kwamba mtoto wangu analindwa na nguvu za Mungu wa mbinguni, anaenda shule salama na anarudi salama. Yako maombi ambayo Mungu akusaidie uyatoe kwenye akili yako, usiyatamke, ambayo ni maombi lakini hayaleti matokeo ya haraka. Maomba lakini hampati. Moja wapo ni hii: Baba Mungu, ninakuomba ukamlinde mtoto wangu. Hilo ombi linaonekana kuwa zuri, lakini lina kasoro. Ukisema naomba ukamlinde mtoto wangu au naomba umlinde mtoto wangu, ina maana halindwi saa ile. Mtazame jirani yako, mwambie umeelewa au arudie tena. Amesemaje? Nirudie tena. Baba Mungu, ninaomba umlinde mtoto wangu anapokuwa shuleni, umlinde. Hilo ombi linaonekana zuri sana, ila kiukweli ikiwa mtoto wako alilindwa ni kwa neema tu, na ni ulinzi wa kawaida, sio extraordinary, sio ule maalum, kwa sababu hilo ombi lako halijakaa sawa sawa. Linaweza kuonekana limekaa sawa sawa, lakini halijakaa sawa sawa. Kwa nini? Hilo ombi lako linaashiria kwamba mtoto wako halindwi na Mungu, ndipo unaomba alindwe sasa hivi. Tunaombaje? Tunayataja mambo yasiyokuwepo kana kwamba yapo. Mtazame Yesu wakati anaomba ili awape watu chakula. Alikuwa haombi kama sisi tunavyoomba sasa. Asante Mungu kwa ajili ya chakula hiki. Ukibariki, ina maana hakikubarikiwa. Kiwe damu njema, kuna mbaya, utahangaika sana. Lakini mtazame Yesu anapoombea chakula, very simple, ombi lake rahisi sana. Akashika mkate, akamega, akasema, ninakushukuru Mungu utupae chakula. Umesikia sentensi hiyo? Hana mbwembwe, tukutumikie vema. Yote hayo ya nini? Ombi la Yesu ni simple, tunasema ninakushukuru Mungu utupae chakula. Kwa cha kwanza unapona chakula. Hata mimi naye kufundisha nafanya mazoezi hayo. Ukiona chakula pale mezani, tuombee, omba kwa ajili ya chakula. Acha mbwembwe. Acha. Ninakushukuru Mungu. Sina maana kwamba utumie sentensi ya Yesu kama ilivyo. Tengeneza za kwako pia. Moja ni hii: asante Mungu kwa ajili ya chakula ulichotupatia. Ninawaombea ambao hawajapata. Unaona inavyokwenda, nao wapatie chakula hiki wakipate. Asante sana kwa chakula hiki. Kwa jina la Yesu, amen. Mambo ya damu njema, sijui itakuwa nini, achana nayo. Maana Mungu ametumba kiasi kwamba ukiingia tumboni, mwili wenyewe unagawanya. Hii ni damu, hii itaenda kwenye mifupa, hii itaenda kwenye vitamini. Una haja ya kuiongoza. Mzee, soma fungu la 17. Kiswahili cha kisasa. Anasema silaha zote zilizoundwa kukuzuru wewe hazitafaa chochote kile. Ndio. Mtu akikushtaki mahakamani utamshinda. Hilo ndilo fungu nililowapangia watumishi wangu. Irudie tena bwana, watu hawajasikia vizuri. Rudia tena hilo fungu hilo. Kiswahili cha kisasa ni kitamu sana kwenye hilo andiko. Silaha zote zilizoundwa tena, rudia tena bado. Silaha zote zilizoundwa kukuzuru wewe hazitafaa chochote kile. Mtu akikushtaki mahakamani utamshinda. Hilo ndilo fungu nililowapangia watumishi wangu. Hizo ndizo haki nilizowathibitishia mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Sasa unabishana na Mungu tena. Sasa hebu tulia kidogo, maana baada ya hapo tunaingia kwenye maombi. Kuna pointi muhimu za kubeba hapa. Pointi ya kwanza, andiko halisemi
hawataunda silaha. Naongea na watu wana binadamu. Andiko halisemi hawataunda nini? Halisemi hivyo. Andiko linasema wataunda, tena dhidi yako. Ila wakiunda ni bure, hawatoboi. Usije ukaogopa ukisikia wameunda silaha. Usije ukaogopa. Usije ukaogopa ukisikia kwamba wamekaa na hata kuna kikao kimekaa na barua imeandikwa dhidi yako. Usiogope. Na hata ikatokea siku moja ukaletewa majungu na ukashushwa cheo pale kazini kwako, usipate msongo. Watoto wa Mungu hawashushwi vyeo, wanabadilishwa maeneo. Kwa hiyo Mungu tu ameamua tu kubadilisha nini? Eneo. Na anakuweka pembeni, alafu baadaye utarudi tena. Kama hutanielewa, kamuulize Daudi. Alitoka kuchunga kondoo, akaja kumpiga kinubi wa ikulu wakati Sauli na mapepo. Mnakumbuka eh? Vita imeanza, Daudi akarudishwa wapi? Mnakumbuka? Alirudi kuchunga kondoo. Kasome vizuri. Wakati Sauli anakwenda kupambana na Goliati, wakati ule ndio Goliati linatishia pale, Daudi hakukumbukwa. Yani ukikonekti kinubi na kupiga vita, nikana kwamba hicho kitu hakiende. Kasema jamaa, mrudisheni kwa wakachunge kondoo. Kuna saa watu watakuona huna umuhimu. Usiwe na pressure. Subiria, kuna siku muhimu wako utaonekana tu. Asa unakaa na msongo, mtu hulali. Vipi? Yani tunapambana na hili shirika kabisa, tumefikia hapa, leo wananitoa. Una msongo gani? Tulia, kuna siku watajua thamani yako. Laiti watoto wa Mungu mngelielewa thamani yenu mbele za Mungu aliye hai, msingelijali thamani yenu mbele ya watu. Thamani yako mbele za Mungu ni kubwa kuliko thamani yako mbele za watu. Watu ni wa muda, lakini Mungu anadumu milele. Haleluya. Juzi nikawaambia watu pale Magomeni, achana na habari ya kuomba Mungu nipe utajiri, Mungu nipe utajiri. Kuna utajiri, unataka utajiri? Hakuna. Biblia hakuna popote imesema tuombe Mungu atupe utajiri. Utajiri ni mzuri, umetajwa, lakini kuna kitu tumesahau. Baraka ya Mungu hutajirisha. Kinachotangulia ni baraka na sio utajiri. Kuna mtu ana hela lakini hana baraka. Una raha gani una milioni 400 kwenye akaunti, lakini kila ukilala maumivu makali, huna pa kupumulia? Hizo hela zina raha kweli? Baraka ya Bwana hutajirisha, wala hachanganyi huzuni nayo. Na niwaambieni ninyi wote mna uzoefu, maana tumetoka mazingira ambayo yanafanana. Mnaelewa kabisa. Kuna mtu hata tunavyoongea hivi, kwa akaunti yake hapo, kichunguza kabisa hela nyingi aliyo nayo 20,000. Tunaita ni ile ya kulinda nini? Ya kulindia account 20,000 ana. Lakini maisha yake yako. Kuna mtu hapa ana 800,000, kuna mtu ana 10,000,000, kuna mtu ana 20,000,000, kuna mtu ana 100,000,000, lakini hana furaha. Msongo. Baraka ya Bwana hutajirisha. Usiombe utajiri, omba baraka. Kuna tofauti kati ya utajiri na baraka, na sio kila utajiri ni baraka. Tuko sawa sawa eh? Utajiri mwingine ni mikosi. Na mimi naambia, kama hela zinakunyima usingizi, we ni maskini. Una hela alafu hulali usingizi, unahangaika. Ukisikia tu wamekuja. Mungu atusaidie sana. Hakuna silaha iliyoundwa dhidi yako itakayofanikiwa. Nimewambieni msije mkashangaa mkiona silaha zimeundwa, vikao vimekaa, msije mkashangaa, ni kawaida. Mungu amesema wataunda silaha, ila tu amesema kwamba hazitafanikiwa. Kwa acha waunde silaha, acha wakae vikao, ila hawatoboi. Mungu hapa kwenye hilo andiko hajasema hutashtakiwa mahakamani. Mtu unaona umeshtakiwa, unaanza kuwaza sasa Mungu yuko wapi mpaka nimeenda mahakamani. Andiko halijakataa. Andiko limesema hata wakikushtaki utapelekwa mahakamani kabisa, utashtakiwa kabisa. Na kuna wengine hata ninavyoongea mna kesi mahakamani.
zinaendelea kabisa. Lakini anasema huyo ambaye amekushtaki wewe ndiye utamgeuzia kibao. Haleluya. Anasema hilo ndilo fungu ambalo Bwana amewapa ninyi. Nataka ni summarize mwisho ili tuingie kwenye maombi. Unapanguaje silaha zote ambazo zimeundwa dhidi yako? Namba 1, amini ndani ya moyo wako kabisa bila mashaka yoyote ya kwamba ndani ya Kristo Yesu hakuna adui atakaye kuua. Haleluya. Namba 2, utapangua kila aina ya silaha itakayoundwa dhidi yako pale utakapotambua Mungu wako ni mkuu kuliko wao. Na anatamka kabisa yeye mwenyewe, Yesu anasema yuaja mkuu wa ulimwengu huu, anasema hana kitu kwangu. Maana yake ni nini? Atawatisha, atanguruma, lakini msiogope. Haleluya. Waweza kutembea katikati ya simba bila woga wa aina yoyote, na ananguruma kabisa. Wataalamu wa wanyama wanasema simba akimwona mtu huwa anatabia kuangalia reaction ya huyu mtu. Mmeona Wamasai wanavyokatiza kule porini na wanyama wako tu hapo? Jaribu wewe. Ujasiri, usiogope. Niwaambieni, jibariki wewe mwenyewe. Jaa neno la Mungu. Omba maombi ya kitu kilichotimia tayari, sio kana kwamba hicho kitu kiko mbele. Badala ya kusema Mungu, naomba tie ada ya mtoto wangu, mwambie Mungu, ninakushukuru kwa kuwa umekuwa ukinipatia ada za watoto wangu siku zote. Haleluya. Yani tamka katika hali ambayo inaonyesha hicho kitu kipo. Ukitamka kwa imani na tumaini kutoka moyoni, unamdhoofisha adui. Nawe nakwambia, utakapoona silaha yoyote, wale wa maofisini, mnajua kule maofisini kuna vituko vingi sana. Unafungua drawer yako unakuta kitu. Kitoe kile kitu, kitazame namna hii, kwanza ukicheke, ikiwezekana kitemee mate. Kitoe kabisa, kitazame hivi, cheka kabisa. Alafu kabisa, unajua wakati ule unatoa kile kidubasha, mapepo yako pembeni yanafanya nini? Yanaangalia huyu jamaa reaction yake ikoje. Ile ukitoa unasema ujinga huu kabisa. Kama una secretary muite kabisa, mwambie njoo. Kuna upuzi nimeuona hapa, hebu unaweza kuchoma. Mimi naogopa, nitafutie kiberiti, nitachoma mwenyewe. Haleluya. Aliye upande wetu ni mkuu. Ni wangapi ambao wana ujasiri wa pale ofisini kwake unaimba nyimbo za Kristo? Unaimba nyimbo pale ofisini kwako. Wakati unapanga mafaili yako, unaimba nyimbo. Unapanga mafaili. Acha wajue wewe ni nani. Acha wajue. Unamficha Mungu wako kwa sababu gani? Acha wajue wewe ni wa ufalme upi. Acha wajue wao hawafichi ufalme wao, na wewe pia imba. Natoa tu mfano, sina maana kwamba nani. Msione nikimsema dada yangu na msifu hapa, na msema kwa sababu ni mhubiri wa Injili. Pale ofisini kwako, dada yangu, weka Bible. Mtu anaingia chat, anaona kabisa. Unajua hata mambo ya kona wanaogopa. Akifika unaanzia wapi? Nimeshaona watu katika maofisi huku wanaitwa wachungaji. Sio mchungaji kabisa. Wanaambia tuna pastor wetu hapa bwana. Yuko hapa. Na nimewaambieni watu msije mkakariri kwamba eti kuwa mchungaji lazima uje kuajiriwa. Hapana. Kuna mchungaji meneja wa benki. Yaani uko meneja wa benki lakini ni mchungaji. Kuna mchungaji unafanya biashara lakini pale Mungu amekuita kuwa mchungaji. Kuna wengine unasikia ukisema huyu nimekuja kumsalimia muumini wetu hapa sasa. Nani? Fulani sasa. Hivi naye ni ukisikia hivyo wewe elewa tu. Mungu atusaidie sana. Naomba msimame. Tunao ndugu zetu ambao tuangalia kwa njia ya television, na tunakwenda kuungana pamoja katika maombi haya. Kila mmoja kwa mazingira aliyopo. Ni muda wa maombi ya moyoni ya dakika 1 ndani ya moyo wako. Jambo la kwanza kabisa ambalo nakushauri leo uweze kuomba, muombe Mungu akupe hekima ya maombi, nini cha kutamka,
kubali Roho Mtakatifu akuingize kwenye mafunzo ya maombi ili ujue unaombaje. Lakini omba baraka za Bwana, usiombe utajiri. Haleluya. Omba baraka za nani? Za Bwana, ndio kitu muhimu. Lakini baada ya mwambie Mungu, ninakushukuru kwa kuwa kila silaha iliyoundwa hakuna ambayo itanipata kwa ajili yako Mungu. Fumba macho yako, omba ndani ya moyo wako. Endelea kuongea na Mungu ndani ya moyo wako. Endelea kuongea na Mungu. Haijalishi unapitia mashambulio kiasi gani, endelea kuongea na Mungu. Ikiwezekana ndani ya moyo wako sasa, taja yale mashambulio ambayo umeyaona na yatamkia yale mashambulio ya kwamba hamniwezi kwa sababu nimezingirwa na damu ya Yesu. Wale mnaofuatilia kwa njia ya television online, kwa mazingira uliopo, endelea kuongea na Mungu wako. Endelea kuongea na Mungu, mwambie Mungu changamoto zako, lakini kumbuka kuomba kwa kumshukuru Mungu ya kwamba kile kitu tayari kipo tayari. Naona wengine mnaendelea kuandika majina yenu na mambo yenu ya kuombea hapo kwenye chatting room. Endelea kuandika tu kwa imani. Mungu anaona. Endelea kuomba ndani ya moyo wako. Endelea kuomba. Uko umefumba macho yako sasa, pogea kwenye maombi sasa. Baba, katika jina la Yesu ninakutukuza, ninakushukuru kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa jinsi ambavyo umesema nasi kwa namna ya pekee sana. Baba, ninakutukuza maana somo la leo ulidhamiria kumpa ujasiri mtoto wako. Ameona mashambulizi yakija, woga wa kibinadamu ukamuingia. Lakini leo umemtangazia kwamba hakuna silaha iliyoundwa kinyume chako itakayofanikiwa. Na wala hakuna ambaye atakupeleka mahakamani na kushinda. Wewe ndiye utakayemhukumu yule. Na yote hayo umesema ni fungu ambalo umetuandikia sisi na watoto wetu. Nami ninaomba kwa ajili ya yeyote ambaye anapitia changamoto sasa, fungua macho yake akaone ukiwa umemzingira kwa upendo na neema yako. Muonyeshe jinsi ambavyo ulinzi wa mbinguni umemzingira kila mahali. Ninaomba kwa ajili ya yeyote ambaye anapitia maumivu, dhuluma ya aina yoyote, kuonewa kwa aina yoyote, kwa vile tu Mungu umempa uhai na ushindi katika hayo, ninaamini kabisa na ndivyo ilivyo, ya kwamba katika kuonewa kwake unamtoa sasa, unamweka huru sasa. Wako ambao wana magonjwa katika miili yao, wapatie uponyaji. Ninakutukuza maana unaponya watu sasa hivi. Ninakutukuza maana unawafungua wote waliofungwa na nguvu za giza sasa hivi kwa utukufu wako. Mfalme wa amani, asante kwa neema yako. Sasa, kwa vile katika moja ya ahadi ambayo tumeisikia leo ni kwamba watakapokaa vikao tu wataanguka. Ikiwa kuna watu wana vikao kwa ajili ya mtoto wako yeyote hapa, anayesikiliza humu ndani au ambaye anafuatilia kwa njia ya television, wanapokaa vikao vya kumdhuru, ukawaangusha we mwenyewe, wakasambaratike na wakajue kabisa kwamba huyu ni mtoto wa Mungu, haguswi. Neema yako inatosha. Acha tuendelee kukufurahia na kukutukuza, maana we ni Mungu wetu. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Safari ya ajabu twatembea kwa imani. Maombi ni mwanga yatufunulia njia. Matendo ni ushuhuda wa moyo ulio hai. Imani huchochea matendo, maombi huleta matokeo. Imani huchochea matendo, maombi huleta matokeo.